Wakili Danstan Omari amemtaka Inspekta Jenerali wa polisi Javeth Koome aeleze kufungwa kwa lazima kwa kituo cha maombi cha New Life International Church mnamo Jumapili Mei tarehe 7 ambacho alidai katika barua kiligharimu kanisa shilingi milioni 20. Kulingana na Omari, maafisa wa polisi walilazimisha kuingia katika kanisa hilo linalomilikiwa na Evangelist Ezekiel ambaye kwa sasa anachunguzwa kwa mauaji ya Shakahola na kufanya waumini kushindwa kukusanyika. Kulingana na Omari, mmoja wa mawakili wanaomwakilisha mhubiri huyo aliyezozana, vitendo hivyo vya polisi vilikuwa ni tope usoni kwa uhuru wa kuabudu, licha ya kwamba kanisa hilo limesajiliwa chini ya sheria ya vyama. Kwa mujibu wa barua hiyo, hasara zilizopatikana Jumapili ni pamoja na hasara ya gharama ya malazi iliyotarajiwa inayokadiriwa kufikia shilingi milioni 2, chakula kipotevu kinachokadiriwa kuwa shilingi 1500, upotevu wa sadaka na zaka na upotevu wa taswira na sifa ya kanisa iliyokadiriwa kuwa shilingi milioni 17. Wakati huo huo, wakili huyo alidai kuwa kuziba barabara zinazoelekea kanisani, polisi wamewafungia nje takriban wafanyabiashara 2500 ambao kwa sasa wanaendelea na miradi ya ujenzi ndani ya boma hilo. Omari alidai kuwa wafanyakazi wakifungiwa nje kwa muda wa miradi mbalimbali utahadhiriwa. Wakili huyo ameonya kuwa atakwenda mahakamani kutafuta fidia kwa kile anachokiita maafisa wa IG wanaoendelea kukiuka katiba. Article 32 of the Constitution, the government has no role at all to stop any religious function. Is a church that is going to go for 45,000 people, but because of pastors' tribulation, we are anticipating over 100,000 people coming to worship. Yes. The tithe that will not be collected today, and the souls that will not be healed, and those who will die because pastor cannot, we will hold the government to account. Tumefika hapa asubuhi na tumemweleza bwana OCPD na yuko hapa nyuma. Wapi karatasi ama oda yoyote ambayo uko nayo mkononi ya kuonyesha kuwa hapa hivi leo hakuna shughuli inaendelea? Yeye mwenyewe anatuuliza wapi yenu ya kufungua. Tumwambia hapajafungwa. Hatuwezi kuja kufungua mahali ambapo hapajafungwa.